Wakati amefika pale, anashangaa kuona Daniel bado anapumua. Bwana siwe sana. Ni kwa sababu unajua walijua kwamba vile ameingia ndani, hawezi akatoka tena akiwa hai. Haleluya. So wakati maadui wanakupangia mambo, wanajua hiyo shimo ambayo umeingia, hauwezi ukatoka tena. Bwana siwe sana. Lakini walishangaa ya kwamba ile shimo ambayo walimweka, Mungu akatuma malaika na wakafunga mdomo ya simba. Bwana siwe sana. Unajua kama ni wewe ungewekwa ndani ni kwani? Ndio kuna wengine wamefika hata chini. Hata kufika, wacha hata vile yeye alifika. Hata kufika tu. Jaribu tu kuchukua ugali hivi. Alafu kuna kauko pale kwa mlango. Haleluya. Alafu jaribu kumrushia kama anapima. Haleluya. Mdomo yote iko hivi. Sasa bila marusha hivi, haifika chini. Kama wewe labda hujafunga huko. Na sisi tulikuwa nguvu ya kumiliki hadi wanyama. Sasa kama una dibaka kuna shida kubwa. Haleluya. So, huko ukipatia tu ugali, urushe tu hivi. Sio rahisi kitu chini. Mdomo yuko hivi. Vile umerusha hivi, yani anapima kabisa. Inaingia tu hadi ndani. Haleluya. So, wakati Daniel alikuwa ndani ya tundu la simba, walijua ya kwamba lazima hawezi akatoka akiwa hai. Bwana asifiwe sana. So, ile king mfalme kwenda pale alishangaa. Haleluya. Pia aliita kwa umbali. Vile wakati Daudi aliingia duniani, Mungu aliita kwa umbali. Akauliza, Adam, haleluya, uko wapi? Haleluya. Akauliza, uko wapi? Akaanza kusoa mastori. Bwana asifiwe sana. Oh, yule dada unilipa. Haleluya. So wakati ambao Bwana alikuwa anaita kwa umbali, alishangaa kusikia sauti ya Daniel. Kumbe bado jamaa hapo. Bwana asifiwe. Alishangaa. Ni kwa sababu hakukuwa siri. Wakati walikuwa wanamweka pale, hawakujua siri. Haleluya. Unajua mtu anaweza kufanya mambo bila kujua siri yake. Haleluya. Hajajua ile sacrifice unatolea Mungu. Haleluya. Mtu anaweza kupambana na wewe ni kwa sababu hajajua vile unasimama na Mungu. Bwana pesa. Wakati unasimama na Mungu, Biblia inasema kwamba hata wakikuja na mnagano, Bwana pesa. Yes. Ni lazima utatoboa. Bwana pesa. So wakati ambao wewe pale ndani, Biblia inasema ya kwamba midomo ya simba zilifungwa. Bwana pesa. So wakati ambao ndani ya shimo, mfalme akashangaa. Bwana pesa. Mfalme akashangaa ya kwamba anapata kwamba Daniel bado anapumua. Haleluya. Kumbe ukisimama utembee na Mungu, maadui lazima wataipika. Haleluya. Ukitembea na Mungu mwaka huu, lazima utaona baraka. Bwana pesa. Bwana pesa. Niko naambia wale kanisa nienda la. Niko naambia kwamba kama Mungu atusaidie tuvuke mwaka. Haleluya. Tukivuka tu. Haleluya. Labda maadui kama nikufanya mambo yake angefanya mapema. Lakini tukivuka tu. Haleluya. Lazima maadui yashangae. Haleluya. So kama Mungu hakika amekupenda, amekusaidia, ukweli umevuka. Haleluya. Umefika. Unajua kama ulikuwa na miaka 20 umekuwa 21. Haleluya. Kama ulikuwa na 22 ni 23. Haleluya. Mtoto alikuwa darasa la kwanza anaenda elimu. Bwana asifiwe sana. So hakika Mungu akikusaidia uvuke. Bwana asifiwe sana. Ukisaidia uvuke, lazima useme ya kwamba kama maadui walikuwa wanataka nisifaulu, wangefanya mambo yao mapema. Lakini kwa sababu wamechelewa, lazima taa yako imani. Haleluya. Lazima ufanikiwe. Bwana asifiwe sana. So wakati amewekwa ndani ya tundu la simba, Biblia inasema mfalme alitubu. Unajua kusema hakika Mungu wako ni mkubwa, hiyo ni ishara ya kutubu. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati maadui anaweza akatubu, aseme kweli. Ile ambayo ya kwamba mchawi vile nimesema
hatustahili kumwombea aishi. Na kuna watu hadi unajua ukiwa mlikuvua siri kumbe sitaki. Ukiwa na wivu wewe kumbe ni mchawi. Hata nimeshangaa. Unajua kuna watu hadi kwa kichwa hapa imeandikwa wivu. Unajua imechorwa wivu. Kuna vile kuangalia hapa kanaendaga mpaka kanajikunywa. Hiyo mtu usisumbuane naye. Ataweza kukupea kofi moja ushangae. Bwana Yesu. Kwa sababu wivu imechorwa hadi hapa. Hapo. Haleluya. Wivu. Nani? Kuna ile wivu ile kali. Bwana Yesu. So wenye wivu wote ambia mwenzako ukiwa na wivu uwezi ukatoboa. Bwana Yesu. So unajua wakati nani aliua mwingine kama ama nani? Kila kwa sababu gani? Alikuwa na wivu. So wivu, ukiwa na wivu tayari unakubalika kuitwa mchawi. Bwana Yesu. Kwa sababu wakati Ken alifikiria kwa mwingine ni kwa sababu wivu ilimwingia ndani ya roho. Haleluya. So that's why akafikiria kumuua. Bwana Yesu. Ni kwa sababu ya wivu. Haleluya. So ukiwa na wivu wewe hata ni mchawi. Haleluya. Naweza kama mchawi mtu. Sasa nimekwambia siri. Utakuwa mchawi, angalia hata kichwa hapa tu mbele. Haleluya. Angalia tu mbele. Haleluya. Utajua mama ni bezi. Haleluya. Kuna watu huwezi kusumbua hata kuna mzee huwezi kusumbua kwa sababu hapa itaonyesha. Sinaona ile asalimu kwa smart. Iko smooth. Haleluya. Hii mtu wako sawa. Haleluya. So kuna watu wanataka mtu kama asalimu ni mtu amekomaa. That's why I like to use yeye kama mfano. Haleluya. Hata kumwambia some inakuwa haraka. Bwana Yesu. Tunasikia pasa naambia asalimu some. Sio naambia some kwa sababu imani yake iko juu. Bwana Yesu. So Biblia inasema kwamba wakati ambaye alikuwa ndani mfalme alitubu. Bwana Yesu. Akakubali kusema ya kwamba hakika huyo Mungu wako tutamwabudu. Haleluya. Ukiona ni jirani aseme tutaenda kanisa na wewe, kuna jambo, kuna kitu ameona. Bwana Yesu. Unajua kuna watu hawezi wakaenda kanisa sema baba kienda tu kanisa. Nimepumzika. Bwana Yesu. Unakuwa kikwazo hadi kwa watoto. Bwana Yesu. Ni kwa sababu wewe unakuja tu. Unajua ukikuja tu utembee na Mungu. Bwana Yesu. Utaanza tu vile tumeanza hivi mpaka mwezi wa pili. Lakini kwa sababu unakuja tu. Bwana Yesu. Hautembei na Mungu. Unakuwa kikwazo. Haleluya. Unajua sasa zamani tukienda kanisani yeye lazima akuje hata kama ibada karibu na Yesu. Bwana Yesu. Anakuja kama ni kuweka tu sadaka na kuenda. Bwana Yesu. Na kusikia tangazo. Yaani anahakikisha watoto wote Bwana Yesu wametangulia mbele. Bwana Yesu. Yeye ndiye alisaidia. Bwana Yesu. Alikuwa anahakikisha lazima nimetangulia mbele. Lazima akiingia hata kama ni saa 5, lazima watoto wako mbele. Bwana Yesu. Lakini kuna watu wanasahau. Leo mwanamke alikuwa anaenda hivi sasa. Wewe ni kuweka lakini sasa hao watoto si utangulia na watoto. Bwana Yesu. Hata mimi nikakumbuka unajua nimechelewa. Lakini nikakumbuka. Sasa yangu alikuwa anataka mtoto atangulie. Bwana Yesu. Kwa sababu unaweza kutembea na Mungu kufika pale unajua kwamba mtoto yangu yeye alipatikana mahali fulani. Bwana Yesu. Hata ile kazi ulikuwa unafanya kanisani roho yako inaanza kusikika. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ni kwa sababu ulisahau njia, utaratibu ya kutembea na Mungu. Bwana Yesu. So watoto wanabadilika, wanakuwa kikosi, wanakuwa shida. Bwana Yesu. Ni kwa sababu wewe hujafahamu umuhimu ya kutembea na Mungu. Hujajua taratibu ya kutembea na Mungu. Bwana Yesu. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Mnanipata? Kama uende huko Daniel 3:19. Tunasema kama tunasema 3:19. Yes, nasema. Ndipo Nebukadneza akaja na sura ya uso wake
Basi akatoa amri watie moto ile tanuri mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Amen. Biblia inasema kwamba Nebukadneza, unajua alikuwa king, alikuwa mfalme, yani mtu mkubwa. Bwana sio sana. So Biblia inasema kuna watu ambao walikuwa wameshaga maisha kama mbele. Haleluya. Unajua sichukue Biblia kama, unajua kuna watu wanashindwa kubarikiwa kwa sababu wanachukua Biblia the same. The word of God is not the same. Atichukue tu vile imefundishwa leo, watafsiri ni tofauti. Bwana sio sana. Hiyo ulisikia Shadraka, Meshaki, bado unasikia. Mtu anasema hata hiyo umesikia last year tena bado unasikia. Ndio maana nafanya usibarikiwe. Bwana sio sana. So wakati Shadraka, Meshaki walikubali kutembea na Mungu, saa hiyo utapata mhubiri mwingine akisimama ataweza akatafsiri kwa njia tofauti. So unashindwa kubarikiwa kwa sababu unachukua ulifundishwa Shadraka, Meshaki, ulisikia yule akasema, ndio maana huwezi kufanikiwa. Bwana sana. Lakini nataka nikwambie kwamba walikuwa wanatembea na Mungu. Unajua ukitembea na Mungu, kama umewekwa ndani ya moto, na moto isemekane uwekwe zaidi ya desturi. Haleluya. Yaani iwe tofauti na kawaida. Bwana sifi. Kwa sababu Nebukadneza alikasirika. Hiyo ndio wivu unasema. Unajua mtu akiwa na wivu, hata macho yake inabadilika inakuwa kama rehema. Bwana sifi sana. Yaani hasira imempanda. So mfalme alipandwa na hasira. Bwana sifi sana. Ndio maana akasema hiyo moto iwekwe zaidi ya kawaida. Yaani zaidi ya desturi mara 7. Bwana sifi sana. So baadaye wanaweza wakapiga maisha yake. Akasirike hivyo na faulu. Bwana sifi sana. Na usipokasirika akakuwa na wivu, ndiye itafanya akuue. Bwana sifi sana. Unajua Ken alifikia kumua kwa sababu ya ile wivu. Haleluya. Na mtu akuui kwa kitu kubwa. Hapana. Kitu kubwa hapana. Anaona tu vitu unafanya ni kama inafanikiwa. Unaona tu ni kama akiona tu umeng'ara vizuri tu, hiyo kitu kinachoma tu. Bwana sifi sana. Sio kitu kubwa. Akiona tu pengine wewe ni mwanaume na mwanamke mnatembea na vitu pamoja, hiyo tu asili inampanda, anakasirika. Bwana sifi sana. Sasa ndio waanza kutembea tu na vijana kutoka pole pole tu kutoka hivi bila kupanda vitu. Kuna maadui wanasimama kando na maadui, kwa sababu kuna watu walisema hiyo ndio walipoeleza tofauti. Na leo hii bado anaweza kushuhudia mkitembea pamoja. Bwana sifi sana. Wivu inapanda mtu kwa sababu ya vitu vidogo ya mafanikio yake. Bwana sifi sana. So tunaweza kama mfalme akakasirika. Haleluya. Akakasirika.